kutoka Red Corner. Ukisikia hivyo pana shaka mtazamaji unafahamu tunazungumzia masumbwi ndonga boxing, mchezo ambao tafiti zinautaja kwamba ni moja ya michezo inayopendwa duniani. Hapa Tanzania ukiacha soka, ndonga, ngumi jiwe inafuata kama mchezo ambao unapendwa sana. Watokea hapa hivyo mchezo, kama uko na jirani yako hapo mpelekee kidogo, lakini usimuumize. Huu ni mchezo wa ngumi ambao leo tunaujadili hapa, na hili limenikutanisha na mmoja wa watu ambao ni wakongwe katika ngumi hapa Tanzania. Yeye ni mkufunzi lakini ni mwamuzi na jaji, anawakilisha World Boxing Council WBC, lakini yuko ABU African Boxing Union pamoja na shirikisho la ngumi za kulipwa TPBRC. Yeye ni mkufunzi na mwamuzi wa muda mrefu sana. Bwana, karibu sana. Huyu ni Engineer John Malobana Chagu, mhandisi. Wewe ni mhandisi wa boxing au kuna uhandisi mwingine? Tuanzie hapo. Karibu sana. Asante. Hivi lazima ukianza lazima kukutanisha zile gloves touch gloves. Tunasema touch gloves. Touch gloves. Inaonyesha fair play. Fair play. Alafu inaonyesha michezo. Kwamba sasa sio ugomvi. Ni mchezo kama michezo mingine yote. Watu wanatafsiri vichwani vyao kwamba mchezo wa ngumi ni ugomvi. Ndio maana nimewahi kumsikia mtu mmoja anasema, mimi baada ya kuanza kuufuatilia akaniambia, unafuatilia vitu watu wanapigana wanaumizana, ngumi unafuatilia ugomvi. Hapana, mchezo wa ngumi ni mchezo wa kurushiana makonde. Ngumi, yani ukikunja namna hii umekunja ngumi. Ikiwa hivi sio ngumi. Sio ngumi. Lakini ukikunja hivi namna hii ndio ngumi. Inaitwa ngumi. Sasa ni mchezo wa kurushiana ngumi. Kila michezo ni hatari. Hata mchezo wa mbio za magari ni hatari. Mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni hatari. Wengi tu wanapiga ile kupiga mpira kwa kichwa namna hiyo. Sasa yeye anapiga mara ngapi? Kwa hiyo kila mchezo una hatari zake. Kuna mchezo mingine nimeiona ya baskeli, pita kwenye milima na shuka nayo, akianguka yule yani hata mfupa hautaonekana. Tunasema baba Jeni baadaye. Sasa ile kila mchezo ni hatari, lakini basi mchezo ni burudani pia. Mimi ni mtu wa ndondi, ngumi jiwe, piga kitu cha namna hii. Joseph Msami, chipukizi mwamuzi katika mchezo huu wa ngumi hapa Tanzania, na tunajadili na mhandisi John Malobana Chagu mambo mengi sana. Historia ya mchezo huu kwa ufupi imeanzia wapi na mpaka tumefika hapa? Tunauweka kama sasa ni wa kulipwa. Yes, true. It's true. Zamani mchezo wa ngumi, katika michezo iliyoanza siku nyingi, mchezo wa ngumi ni mmoja wapo. Na ulianza, walikuwa wanaita street fighting. Wale kupigana kwenye mitaani, watu na maboxer wengine wamechipukia kutoka mtaani. Ngumi zinapigwa za mtaani, hakuna sheria. Kulikuwa hamna sheria, watu wanakusanyika, wanasema tu jamani, mwenye 5 10 weka, wanaanza kupigwa, mshinda anachukua. Lakini wakaendelea hivyo. Sasa tatizo ni kwamba kulikuwa hamna sheria. Hakuna mwamuzi, hakuna sheria, hakuna muda maalum. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba atakayezidiwa kama chini siku sasa ukiwa flat ndio mchezo umeisha. Sasa na watu walipoteza maisha wengi, na ilipofika mwaka 1743 bana mmoja anaitwa Broughton, ni Mwingereza huyo Broughton, akabuni sheria 3 baada ya kuona watu wengi sana wanapoteza maisha. Kwa hiyo akasema kwamba patakuwa na sheria 3, kwamba boxer akipigwa akianguka chini, sheria ya kwanza, atahesabiwa kwa sekunde 30. Yaani 1, 2, 3 mpaka 30. Asipoamka mchezo umekwisha. Halafu akaleta tena sheria nyingine inasema kwamba boxer akianguka chini uruhusi tena kumfuata kumpiga huko. Akianguka chini wacha hesabiwa zile sekunde 30. Halafu ya 3 alisema kwamba usimpige boxer chini ya kiuno, kitovu chini yake kwenda huku chini. Kwa hiyo kwa sababu wale walikuwa hawavai vile vifaa vya kuzuia sehemu zetu, sehemu nyeti huku. Kwa hiyo
makao makuu. Kwa hiyo hizo ndio sheria 3 zikaleta unafuu mkubwa, sana. Bwana Broughton, Bwana Broughton alikuwa Mwingereza. Lakini zikapigwa hizo kwa hizo sheria 3, watu wakaona unafuu. Lakini bado zinapigwa mtaani hivyo. Lakini angalau sheria 3. Sheria 3 zile, na watu wengi sasa wakaanza kujitokeza zaidi. Kwa sababu at least kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinawalinda kwenye mchezo. Hata mchezo wa mpira usipokuwa na sheria, hebu niambie, mtu akitoka nayo anaweza kukupiga ngwala akaondoka na mpira, ana kuvunja na paa nao. Kwa hiyo hizi sheria 3 zilitusaidia sana kukuza mchezo. Lakini ilipofika mwaka 1867 bwana mmoja alikuwa anaitwa Marquis. Sasa yule ndio alikuja na sheria kidogo ambazo nyingi tunazitumia mpaka leo. Tunazimodify kidogo, lakini mwaka 1000 ndio huyu akasema kwamba kwanza kwenye ulingo lazima kwanza pawe pana ulingo. Ndio. Pawe na kona 4. Neutral 2. Neutral maana haina upande. Alafu na 2 za rangi wakachagua nyekundu na blue kwa maana ya rangi. Ili boxer moja akae huku na boxer mwingine akae. Kwa hakuna maana nyingine nyuma ya hizo rangi, ilikuwa tu kutofautisha. Kikubwa ni kutofautisha na zile 2 zinafanana rangi, kwamba hizo ni neutral kona, kwamba tutaziangalia huko mbele kwa nini ni wakati gani zinatumika. Hizo kona zote zinatumika wakati gani. Kwa hiyo katikati mle ndio atakuwa referee. Kwa hiyo patakuwa na muamuzi, hiyo sheria. Alafu akaleta na hizo sheria nyingine, akasema kwamba raundi zisizidi 12. Huyu bwana Marquis Marquis. Alafu kila raundi isizidi dakika 3. Kunakuwa na dakika 1 kupumzika, mnarudi tena. Dakika 3 mnapiga, mnarudi tena, ambayo tunaitumia mpaka leo. Kwa hiyo huyu bwana Marquis alitusaidia sana katika kuboresha mchezo wa ngumi ambao unaendelea mpaka leo. Na sheria nyingi bado zinatumika zile, na kama mabadiliko yapo ni kidogo sana. Ni maboresho tu. Waliweka msingi. Ama bwana Broughton, msingi ulianzia tangu mwaka 1867. 1867, miaka mingi sana watu walikuwa wanazitwanga. Sana. Wameanza ni mchezo one of the oldest kwa kweli katika muda mrefu. Nafikiri wa muda mrefu hata kuliko mpira wa miguu, kwa sababu mpira wa miguu umeanza mbele kidogo. Na hii michezo sana ilikuwa inapigwa Marekani, Ugiriki. Na unajua Marekani ni mchanganyiko wa mataifa mbalimbali. Zamani wahalifu kutoka Europe walikuwa naenda kufungwa Marekani. Na ndio maana kuna Irish community Marekani, Finnish community, Swedish community, wanavyoishi namna hiyo. Kwa hiyo ubabe ulianzia huko siku nyingi. Ni mchezo wa ubabe kidogo. Kuna ubabe kidogo huko. Sio ugomvi, lakini ni ubabe tu. Lakini sasa wakaona kumbe mchezo unapendwa, kwa hiyo wakaumodify. Kuanzia huo mwaka 1867 kwa hiyo ukarasimishwa ukawa mchezo ambao unapendwa sana mpaka leo. Naam. Hebu tuangalie kidogo kwa ufupi haya mashirika ya ngumi hizi kabla tujaangalia sheria zenyewe. Haya mashirika ya ngumi, kwa mfano wewe ni mwakilishi wa World Boxing Council. Afrika tuna African Boxing Union, ABU au ABU, na hapa tuna TPBRC. Tupitishe kidogo kwenye haya mashirika duniani na hapa Afrika kwa ufupi. Alafu sasa labda niseme kwamba huu mchezo wa ngumi umegawanyika katika sehemu kubwa 2. Ipo tunaita amateur boxing, ambayo ni wale ambao wanacheza kwa sababu wanapenda tu ule mchezo, ni mchezo wa ridhaa ndio wanakoanzia. Na hata sisi hapa tuna timu ya ridhaa ya ngumi ambayo iko chini ya wizara moja kwa moja. Sawa. Alafu wengi wanaotoka kwenye ridhaa akifika age fulani basi wanahamia kwenye professional, ndio ule mchezo wa ngumi za kulipa unaitwa ngumi za kulipa au professional boxing. Ambapo ndio hasa umekuwa very popular. Sasa katika mimi nitajikita zaidi nitajikita zaidi katika upande wa ngumi za kulipa. Sawa.
Ngumi za kulipwa iko katika mashirika mbalimbali yako hapa duniani, lakini mashirika makubwa duniani yako moja ambayo inaitwa World Boxing Council au WBC, halafu kuna World Boxing Association yeah. Halafu kuna International Boxing Federation IBF, halafu kuna World Boxing Organization. Hao ndio mashirika makubwa manne. WBO. Na hata juzi Mwakinyo ndio alichezea huo mkanda juzi wa WBO. Sasa utakuta kwamba katika mabara na yenyewe yanakuwa na umoja wao. Sisi hapa Afrika umoja wetu ni African Boxing Union, maarufu kama ABU. Halafu Ulaya nayo wanayo ya kwao, Asia nayo wanayo ya kwao, Amerika nayo wanayo ya kwao, Amerika ya Kusini nayo wanayo ya kwao. Sasa kuna wakati huwa tunakuwa na intercontinental, yaani mfano mkanda wa WBC kutoka Afrika, mfano sasa hivi katika uzito wa super bantam kutoka katika bara la Afrika kwa WBC anashikilia huo mkanda bwana mmoja anaitwa Fadhili Majiha. Fadhili Majiha. Sasa huyo akisha udefend kama mara mbili, tunampa nafasi sasa ya kwenda kwenye bara jingine katika level hiyo ya kwake, akapambane bara. Amempiga yule jamaa wa India yule. Sasa bwana hapo mara moja tu jamaa anatajwa kama alikuwa ni bondia dhaifu sana, na hata utani wa kwenye mitandao ya kijamii huko mtaani ni kwamba mimi mwenyewe ningemtoa raundi ya kwanza. Wewe mwenyewe kwa sababu jamaa alionekana yani ni moja tu. Lakini huu ni mzaha. Kuna mambo mengi ya kuangalia, ni mzaha. Na mimi ni mzaha. Mpaka mtu anakwenda kupambana pale, lazima ana vigezo kabisa. Kwa hiyo katika hayo ndio makubwa manne. Na sisi alafu ukitoka sasa kuna ya ulimwengu, yani world, kama ilivyo hayo niliyoyataja, na mengine madogo madogo yapo kama WBF yapo, WBU yapo, alafu na mengine mengi yapo. Watu wanaanzisha na wao mikanda yao ili waweze kutambulika na kadhalika, lakini the most giant ni hizo nne. Na wewe unawakilisha mimi kwa mimi ABU iko affiliated na WBC. Sawa. Kwa sababu tunaanzia kidunia, tunakuja kibara, alafu tunakuja nchi. Nchi. Sawa. Sisi nchi Tanzania ni mwanachama wa African Boxing Union ambayo ya African. Yes. Na African Boxing Union katika yale ya kidunia, maana African Boxing Union ni ya Afrika tu. Sawa. Ukienda Europe huikuti. Hapa ni ya kwetu tu, sisi nchi hizi za hapa kwetu. Sasa ili katika kidunia tumefungamana na hiyo World Boxing Council, yani WBC. Na inawezekana kufungamana kwa sababu kubwa. Kwa nini hatukufungamana na IBF? Ilitambua rasmi WBC kwamba ni shirika ambalo limeamua kwa sababu hiyo na yenyewe ilitenga Afrika Kusini. Yes, Afrika Kusini ilikuwa imetengwa kimichezo, kibiashara, yani alisusiwa na bara zima la Afrika na dunia nzima. Wale wanaopenda kwa faida tu mtazamaji, African Organization of African Union, OAU sasa ndio AU, African Union, kwa sababu tayari hiyo Afrika Kusini tayari mambo yameshaisha. Mambo yameshaisha na watu tuko pamoja. Kwa hiyo nafikiri ndio maana ABU tukafungamana sana na, kwa sababu alionyesha kutuunga mkono hata wakati ule ambapo tulihitaji msaada mkubwa wa kutambuliana na wao. Asante sana Engineer Johnny Malobana Chagu ndiye ambaye niko naye hapa. Huyu ni mwamuzi mkongwe, jaji mkongwe, lakini kwa ujumla wake katika masumbwi ama ndonga kwa kweli ametaradadi kama watu wa mjini wanavyosema, ama amekaa muda mrefu, ni mkongwe kabisa. Tuziangalie sasa sheria zenyewe. Na nikuulize mwanzoni, huu uhandisi ni uhandisi wa ngumi? Hapana. Mimi ni mhandisi wa ndege na ndio ajira ambayo nilidumu nayo mpaka na staff. Kwa hiyo huku kwenye ngumi unafanya kama
ni part time tu, michezo ni part time. Ni part time tu kujikeep fit na nini na kuleta mahusiano zaidi na kufahamiana na watu zaidi. Na imekusaidia sana hii. Imenisaidia sana kwa kweli kufahamiana na watu. Umetimiza malengo yako haya, kufahamiana na watu na kufahamiana na watu. Kuweka vizuri. Uliwahi kufikiria kuzichapa kidogo baada ya kuingia? Hapana, sijawahi kutupa ngumi hata moja tangu nizaliwe. Basi tuzichapa baadaye nione kama vipi. Tukifunga kipindi tutazikunguta kidogo nione kama naweza hukuwahi kufikiria kabisa? Hapana. Lakini mimi naamini hata kwenye mchezo wa mpira kuna marefari ambao wala hajawahi kucheza lakini ni refari mzuri au kocha na kocha bora anayetajwa duniani ambaye hajawahi kucheza ni Jose Mourinho. Hata kupiga mpira pale hawezi, lakini anatajwa kuwa miongoni mwa makocha wenye mafanikio duniani. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Na mimi niko upande peke yako. Engineer. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nilipenda tu mchezo na nilidevelop kupenda, na kwa kuja hapa nilivyotoka masomoni kaungana na wenzangu ambao walikuwa wameshaanzisha hiyo vuguvugu la mchezo wa kulipa. Maanake mwanzoni mchezo wa kulipa hapa ilikuwa ridhaa tu, baadaye ukawa introduced, basi tukaungana na ndio tuko mpaka leo. Tutazame sheria baada ya kina Maquiz, kina Broughton ambao hapa shaka tungewatambua, labda kona ya blue ingeitwa Broughton na hii ya nyekundu ingeitwa Maquiz, ingekuwa kwenye maamuzi ili angalau tuwaenzi. Mwingine kuna mtu ushasikia weka kwenye Hansard, yule ni mtu yule wanamuenzi kwa kuita kitabu cha Hansard cha kumbukumbu. Labda tungesema kona hii hapa au hii gloves inaitwa Maquiz au Broughton, lakini tuachane nalo. Tukija kwenye sheria sasa, baada ya jamaa kutusaidia kuzitunga kuwe na ulingo na zile sheria za mwanzo, maendeleo ya pale yalikuwaje mpaka leo? Kabla ya pambano tuangalie ni vitu gani vinafanyika, alafu tutaangalia hizo uzito super bantam na vitu gani. Kwanza na hizi sheria. Sheria zipo kulinda afya ya boxer. Hiyo ndio kitu kikubwa. Na referee anapokuwa ndani ya ulingo, kazi yake kubwa ya kwanza ni usalama wa maboksa, wachezaji wenyewe, kwamba wanafuata sheria zinafuatwa na ngumi zinatupwa kwa kiwango kinachotakiwa na zinapigwa, zinalenga kwenye mwili katika sehemu zilizoruhusiwa, kwa sababu sio sehemu zote zimeruhusiwa kwa hiyo kuna faulo kama ilivyo kwenye mchezo wa mpira, faulo zipo na tutaziona huko baadaye tunapoendelea, lakini mchezo wa ngumi una sheria zake ambazo tena ziko more strict, very strict kuliko michezo mingi ambayo tumewahi kuishuhudia. Sawa. Tuanze kabla ya mpambano. Kabla ya mpambano vitu gani vinazingatiwa? Alafu ndio twende kwenye pale kwenye ring yenyewe. Mfano, kabla ya pambano halijaanzwa huwa tunapima uzito. Kwanza, kitu cha kwanza tunapima afya ya boxer, especially kwenye mapambano ya ubingwa. Kabla ya mwezi mmoja boxer lazima apime afya. Na katika afya mnaangalia vitu gani? Ajue status yake wanachukua damu, wanaangalia mapigo ya moyo, wanaangalia vitu vingi, iko physically fit, na hana magonjwa ya kuambukiza kama hepatitis, HIV na COVID. Haipo katika hilo ugonjwa wa COVID. COVID haipo. Kwa sababu nakumbuka wakati wa COVID bado ngumi zilikuwa zinaendelea, lakini washabiki walikuwa hawaji. Miongoni mwa maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza ni kwamba wale watu kama mmoja anao ama ana dalili na nini. Lakini wakati wa COVID sisi hapa ndio nchi katika Afrika, one of the countries ambazo ngumi shughuli ilikuwa inaendelea kama kawaida ilikuwa ni Tanzania. Lakini duniani sehemu nyingi ngumi watu walikuwa wanapigana, lakini mashabiki hawapo. Hapa Tanzania okay, I understand. Hapa Tanzania milango ilikuwa iko wazi na mingi iliendelea. Na ndio maana waliambia watu wakachukue chanjo. Kwenye kitu ambacho unaweza kukizuia, nenda kapate chanjo. Hata hepatitis vile kuna chanjo yake. Kwa hiyo nasikia hata ya ukimwi nayo iko njiani inakuja, kwa hiyo watu watapata hizo. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunaangalia afya ya boxer, na hiyo ripoti ya afya inatumwa inategemea anachezea mkanda upi katika mashirikisho yapi. Shirikisho linasimamia mchezo exactly, kwa sababu kila shirikisho linakuwa na mkanda wake. Kwa hiyo ripoti ikienda kule wanajua kabisa sasa mchezo upo.
Kwa hiyo wao ndio tunasema wana sanction, yani wana dhamana, wanachukua ile dhamana ya huo mchezo kuchezwa katika hilo shirikisho. Na siku ile ya nani ya pambano yenyewe actually siku moja kabla ya pambano huwa tunawapima uzito. Na nimeshaona mara nyingi sana tunapima uzito na afya tena pale. Tena na matokeo pia yatumwa atumwa kule. Kwa hiyo tunawapa ili hatutaki tukiona mtu afya yake kidogo bahati mbaya ni mgogoro, basi daktari akirecommend kwamba asicheze, basi hawezi tena akacheza. Na umeshashuhudia mara nyingi mapambano yamesitishwa kwa sababu ya afya ama uzito, ama halitokei mara nyingi? Kwa uzito nimeshuhudia, lakini kwa afya maboksa huwa wajanja, wanajipima pembeni huko. Kwa hiyo anapokuja pale yuko sawa, anajua kabisa kwamba hapa sasa hivi amesimama yuko vizuri, yanakuwa ni yale ya kawaida tu ya uzito. Na ikitokea kwamba amezidi uzito au amepungua sana, kupungua sana ni mara chache, lakini kuzidi mara nyingi watu wanajisahau kula ile kidogo na nini. Kwa hiyo anazidi kilo 1 au vipi namna gani, tunamwambia akafanya mazoezi kukata weight. Unajua 2 hours wewe unaisha kata hata kilo 2 unaweza ukazikata. Anafanya yale mazoezi ya nguvu kabisa, ile weight namuelekeza yapi ayafanye. Kwa tunampa time up to 2 hours anakuwa anarudi, tunampima. Kwa hiyo wanajiandaa na kupumzika. Sasa mazoezi mngeo mnawasaidia ili wakikata hapo kama masaa 2 mtu anaweza akakata anakata kilo 2 anakata. Mazoezi jamani, watu wanaotaka kupungua wangeachukua siku 3, si mtu ameisha kabisa huyo, au sasa inahitaji discipline sana katika ukata weight, inahitaji discipline na magumu sana ya bondia. Usijaribu kama hujapewa maelekezo. Vyakula pamoja na mazoezi, wale wataalamu wa hayo mambo, ma trainers they know how to advise their boxer wao na katika vitu. Naam, tuendelee, tuko kabla pambano halijaanza. Tumefanya yale maandalizi tumeyapima, halafu wameshajitangaza. Kama kuna vyombo vya habari vipo vimeshachukua hizo na tunaita na face off, wanatunishiana misuli kidogo na mikwala sana. Sheria ama ni utamaduni? Ipo, ni utamaduni lakini umekuwa ni kama sheria. Sasa watu wanazichapaga pale kidogo. Unajua kuna sheria alafu kuna kanuni. Sasa katika hii imeangukia sana kwenye kanuni rather than sheria. Na ni kuletea mchezo wenyewe mbwembwe. Sasa ile show ile kutunishana na nini na ile mbembe, wengine kidogo huo wanazichapa kidogo, haishatokea. Watu wamekamiana siku nyingi, wanakuwa na kitu kingine kiko extra ndani, anakionyesha pale, ambayo huwa tunawakemea kwa kweli. Hairuhusiwi kuanza kurushiana makonde pale. Kavu sio sehemu yake. Sio sehemu yake pale. Kwa baada ya hiyo show off na nini, wanaenda kupumzika kesho yake kwa ajili ya. Kwa hiyo haturuhusu anywe pombe, haturuhusu avute sigara, afanyeje, na huwa tunawashauri hata kama una mkeo haturuhusu uwe naye karibu katika wiki 2 zile. Kwa sababu inadhoofisha. Anaweza akashindwa. Yes. Sio anashindwa, yani na kudrain so much. Kwa hiyo watu wana dedicate mostly kwa ajili ya hiyo fight. Hizi pombe na sigara mnamdhibiti vipi mtu yuko chumbani kwake? Tuseme amekuja kama bondia aliyekuja kutoka India. Yuko chumbani kwake. Hiyo ni ushauri ama ni sheria? Hiyo ni sheria, wala sio ushauri. Hiyo ni sheria. Na hata maafisa wa ulingo, judges na nini, hiyo siku ya pambano hatakiwi awe, kwa sababu unaweza pombe inaweza kuinfluence ukafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo usema you have to abstain from alcohol, from all kinds of, na ulale mapema, upumzike. Na ndio maana hata referee tunataka aje siku moja ashuhudie weighing. Labda anatoka Mwanza au anatoka pale kwenye kupima awepo. Yes, kwenye kupima kila kitu awepo, ashuhudie hiyo, na hiyo face off vile ashuhudie. Na kama kuna chochote, kwa sababu huwa baada hapo huwa tuna kitu tunaita rules meeting. Wakisha maliza kupima wale lazima ifanyike siku moja kabla ya mchezo. Rules meeting, tunakumbushana sheria.
kwamba jamani, najua huko mmekuwa na makocha wenu, mmekuwa na hivi WBC huwa tuna sheria zetu ziko hivi, kwa hiyo tufanye hivi, na kwenye ulingo tunatakiwa siku hiyo wawe watu kadhaa tu, na mmoja atakuwa anaingia, na wewe boxer na wale wasaidizi wa ulingo wote wanakuwepo pamoja na manager na manager naye anakuwepo pale. Kwa hiyo ndio maana ya briefing. Kwa hiyo tuna brief zile sheria zote, na kama kuna mtu ana swali atakavovaa pia ya kila kitu tuna hata zile logo zetu za nani wanavaa kwenye bukta wanavaa, tunawapa, kama hawana tunawapa Kwa hiyo kwenye soka huko, kwenye soka kule unaitwa pre-match meeting. Inaonyesha mpaka mpira utakaotumika, jezi, rangi. Kwa hiyo kama vinafanana, lakini kila upande una vitu vyake. Sasa pale kwenye mpira sisi tunakuwa na zile gloves zinaitwa mpya, mnaziona mpya. Alafu champion anapewa nafasi ya kuchagua gloves kwanza, kwa sababu yeye ni mshindi. Anachagua and then zile nyingine zinazobaki and then tunaziandika kabisa, kama na anajua atakaa kona ipi, red au blue pale. Champion huwa anakaa wapi ama anachagua? It doesn't matter. Kona wanaamua tu wale wanao organize. Kuna dhana kwamba wengi walioko kwenye kona nyekundu huwa wanashinda. Hivi ni kwa nini, ama kuna nyekundu? Ni dhana tu iliyopo, lakini ni dhana ambayo haina mantiki wala ukweli wowote, isipokuwa mara nyingi wale champion wanapenda kukaa kwenye red corner. Kwa hiyo wanatokea na kwa vile ni basi inatokea tu, lakini haina mahusiano ya direct moja kwa moja na ushindi wa mtu. Pambano langu mimi la kujitoa la burudani ambayo nitalifanya na rafiki yangu mmoja anaitwa Pongo. Mimi nitakaa kwenye red. Lazima nimtwange tu. Kwa sababu red si ushindi. Ukienda na hiyo dhana ikakupa vipi? Unaweza kukupa ushindi bwana. Kanipa nikashinda. Sawa. Kwa hiyo tukisha wapa na gloves na kila kitu na nini, na pale ndio wana sign na ile makubaliano ambayo ya hicho chama. Wale wanakuwa na contract zao na promoter. Lakini ile ya kwetu sasa pale ndio kimaliza tunawasainisha basi. Kwa hiyo tunasubiri tu mchezo wa kesho. Kuna utata ulitokea hivi karibuni wa Mwakinyo, nafikiri unaofahamu, mwaka jana kama sikosei, hivi karibuni, ambapo Mwakinyo mpaka dakika mwisho watu wakafika ukumbini, haikuchezwa, ilileta tafrani kidogo. Ngumi ziliingia kwenye utata hapa Tanzania. Nilikuwepo siku ile pale. Mambo mengi yalisemwa, lakini kwa ufupi yale mambo yakitokea kama vile kwa hii itifaki uliotueleza, changamoto inakuwa ni nini pale? Bila kuwataja watu, bila kuwadhalilisha watu na vinginevyo, tuheshimu kazi za watu, lakini nini kinakuaga pale professional kama actually moja ya miiko ambayo tutaiona labda baadaye, moja ya miiko ya kwenye mchezo wetu ni kumsema mwenzio kwamba pale alikosea huyu, hapa walifanya hiyo. Huwa ni mwiko mkubwa sana. Huwa tunaheshimiana, kila mtu na nafasi yake, lakini kilichotokea pale kila mtu anakifahamu. Kulikuwa tu na utata wa aina fulani kati ya waliokuwa wanaendesha hilo zoezi, lakini halikuhusiana na sheria za mchezo wala halikuhusiana na maafisa wala haikuhusiana, ni huko wanajua wao ni biashara. Kwa hiyo tukae kwenye mwiko. Kwa hiyo sisi turudi tuachie wao, watu waachie kule wao. Sawa. Asante sana.